kwenye kutoka kuna, hebu soma hapo kwanza, nitaendelea hapo mbele, lakini kuna kitu nimesikia niwaambie kuhusu hilo. Kama mtu sijapaandaa hapo, lakini kama kuna mtu anapakumbuka basi anaweza kusaidia. Lakini kama wakati mtu anatafuta, twende kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 20. Kuanzia 20 baba. Mstari wa 20 nasema hivi: tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Stop kwanza. Unasema Mungu anasema kwa habari ya mtu anayemcha. Tunakuja kama kutumia Mungu. Anasema nitamtuma malaika atembee mbele yako. Malaika wa Mungu anakuongoza kwenda mpaka Mungu alipokutengenezea. Amekutengenezea nini? Kuna mahali amekutengenezea mafanikio yako. Kuna mahali amekutengenezea huduma. Kuna mahali amekutengenezea baraka. Kuna mahali amekutengenezea mafanikio. Kuna mahali amekutuma. Tuko sawa? Kwa kuna mahali Mungu akishakutengenezea wewe hujui. Si ndio? Anatuma malaika akuongoze wewe. Tuko sawa? Ili akupeleke mahali ambako Mungu amekutengenezea mafanikio yako. Kwa hiyo nikasema mtu ambaye ni mcha Mungu huwezi kuishi ni mahali tu. Kuna mahali unapaswa kuishi ambako Mungu amekutengenezea tayari na mafanikio yako yako hapo. Na atakaye kupeleka hapo ni malaika. Na hapo ndipo utakapomuita Mungu ataitika, utaziita mbingu zitafunguka, na kutokea hapo Mungu ataeneza kizazi chako mahali na mahali. Na wengi hawajui hiyo siri sasa. Unapaswa kuelewa vitu. Na hapa sasa watu wengi huwa wanapishana na malaika. Malaika mahali Mungu alikokusudia alipokuumba ni hapa, lakini yeye anaishi hapa. Na watoto wako wanapaswa kutembea na malaika kupitia baba. Baba kama ulikosea na watoto watakosea. Ukiwa ni mcha Mungu, lazima uzingatie vitu vingi na ukubali Mungu akuongoze. Endelea kusoma. Jitunzeni mbele yake, yani tujitunze mbele ya huyo malaika. Mungu anapokupatia malaika anahitaji ujitunze, sema kujitunza. Kujitunza. Sasa huwezi kujitunza bila kujua siri. Jitunzeni mbele yake, nisikize sauti yake, wala msimtie kasirani. Maana yake unapotembea na yule malaika anapaswa usikilie sauti ya malaika. Sasa mnaweza mkaona hili vitu siwezi kuvifundisha kwako leo na huwezi kuvielewa, ila unapaswa kujua kwamba kunahitajika siri ya kumcha Mungu. Kama ukiamua kumcha Mungu ndiko hizi siri zitakapofunuliwa. Ila haziwezi kufunuliwa kwenye maisha yako kamwe, kwa sababu hujaingia kwenye kiwango cha kumcha Mungu. Unaelewa? Kwenye mambo ya kumcha Mungu kuna vitu vingi utajua kwenye maisha yako. Na utabaki unamnungunikia Mungu na unamnungunikia Mungu. Maana hata wasamehe makosa yenu kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Unapoita malaika anasema hata kusamehe makosa yako. Kwa lazima uelewe kwamba malaika ana amri ya kusamehe, ila ana amri ya kutekeleza maagizo aliyoagizwa na Baba wa mbinguni kwa mtu aliyemtuma kwake. Lakini hivi vitu unaweza usivielewe kwa sababu watu wengi hawataki kumcha Mungu. Kwa ndio maana siri nyingi za ufalme hawazijui. Siri za Bwana ziko kwa mchao. Ili haya mambo yajue, ongeza kiwango cha kumcha Mungu kwenye nyanja zote, uhakikishe unakuwa mwaminifu, ndio utafunuliwa hizi siri. Lakini usipotaka kumcha Mungu, kuna vitu kwenye maisha yako utakuja fahamu. Kwa hiyo unapaswa muelewe kwamba katika maisha ya uchaji, kwenye ukishazungumzia Mungu mbinguni na nchi, kuna kanuni zake katika kutembea naye. Na tunawafundisha vitu vingine nyeti sana. Watu wengi hamtaki kuvielewa, na kwenye maisha yako mnamtaka Mungu, lakini Mungu anapowafunulia mambo hamtaki kujua. Kesho na kesho kutwa mnabaki vile vile. Ninayowafundisha mkiadaka, ndio maana usisubiri nitakapokuja hapa kasa Bwana asema amenituma hiki niwaambie hiki. Hiyo sahau. Ukiona nimesema siku imekusudia niseme. Mimi napokuja mbele yako nikawaambia mambo ya pasayo, usipoelewa ametoka wapi, pole sana. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesao. Unaona pointi hapo? Ukimsikiliza malaika aliyetumwa na Mungu na kuyatii na kuyazingatia, Mungu anasema ndipo
nitakapokuwa adui wa adui zako na watesi wa watesi wako. Sasa wengine wanateseka hapa, hawajui namna ya kuondoka kwenye mateso. Wengine wanaonewa na adui na hawajui namna gani ya kuwashinda adui, kwa sababu kuna siri ya kutoka ya kushindwa kuna siri ya kuwashinda adui zako. Kuna siri ya adui zako kushughulikiwa. Mungu anateta na maadui zako. Kwa hiyo naona hii siri. Sasa vitu vingi hiyo kwa mjui. Kwa hiyo utajua kwenda kanisani leo nimeabudu, nimesali sawa, lakini kwenye maisha yako ya kila siku unahitaji utembee na malaika. Na lazima kwenye kiwango cha uchaji. Tuko pamoja. Badilisha mfumo. Hamua kumcha Mungu ili umuone Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu tusipojua kiwango cha kumcha Mungu na kuziona hizo baraka mpaka kwenye maji unayokunywa. Sasa hivi vitu vinatokea kwenye kumtii Mungu. Lakini anasema Mungu anakupeleka kwenye nchi, anashughulika na Waiti na Waamori. Maana yake kila mahali unapokwenda kuna wabaya wako, lakini anayeshughulika nao ni Mungu, kwa sababu wewe unamtii Mungu, unamcha na uitumikii miungu mingine. Watainuka watu juu yako lakini hawatafanikiwa. Mungu atakuwa mtetezi wako. Kwa hiyo jifunze kumcha Mungu. Siri kubwa kwenye kumcha, ili uweze kujua siri nyingi za ufalme. Ndio wanasema siri za Bwana ziko wao mchao. Sasa ili uweze kujua haya na kujua hizo siri, lazima uongeze kiwango cha hali ya juu sana katika kumcha Mungu. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Hatoki kitabu cha Zaburi. Tulikuwa hapo tumekuwa tunaangalia kitabu cha Kutoka sura ya ngapi? 23. Umeelewa vizuri? Mnaelewa vizuri lakini hapo. Sasa mnaweza kuona. Twende kwenye kitabu cha Zaburi ya 91 mstari wa 10 hadi wa 13. 91 na ule mstari wa 10. Anasema mabaya hayatakupata wewe. Endelea kusoma. Wala tauni haitaikaribia hema yako. Unaona sasa mabaya kwa mtu anayemcha Mungu, anasema mabaya hayatakupata wewe. Wala tauni haitakaribia hema yako, manake nyumbani mwako. Sawa? Amen. Lakini hii inatokea kwenye nini? Kwenye kumcha Mungu. Mabaya hayatakupata wewe. Wala tauni. Tauni maana yake ni magonjwa mbalimbali ambayo yanakuja kwenye maisha yako. Ndio? Hayataikaribia hema, maana yake nyumbani kwako. Mungu anakuagizia malaika wakulinde kwenye njia zako zote. Kwa hiyo una mashaka, una hofu. Kuna malaika wanaoagizwa maalum au speciali kwa ajili yako. Unaona faida ya uchaji? Unaona faida ya kumcha Mungu? Amen. Sasa ukipuuza kumcha Mungu, haya mambo uweze kujua. Unaweza kuyaona. Mstari wa 12 anasema mikononi mwao watakuchukua. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Sijui unaendesha gari, sijui umeteleza, ili usiumie. Malaika wanakuwa tayari kukunusuru na ule uharibifu, hata kama umetegea mitego mibaya. Sasa watu wengi wao hawajui, tunasema mche Mungu, jiepushe uovu, acha dhambi, fanya hivi. Unafikiri wanaona kama ni mzigo, lakini ni faida kubwa sana. Anasema utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Mama, utawakanyaga simba na nyoka. Maana yake nini? Hamaanishi simba hao na wajua wewe. Hamaanishi nyoka hao na wajua wewe. Kuna maadui ya nguvu za giza watatuma kwa njia nyingine, si ndio? Lakini nyoka inamaanisha kuna aina ya nyoka wanajitokeza, si nyoka kama nyoka, si ndio? Ila ni milango ya adui, pepo wabaya wanakuja kwako kwa njia ya nyoka, simba, shetani. Anaposema shetani kwa miguu yako, maana yake shetani hautomwona ukamkanyaga zamani. Kuna mamlaka za kishetani zitakuja juu yako. Lakini kwako hazitafanikiwa kwa sababu ya kile kiwango cha kumcha Mungu na kiwango cha ulinzi wa malaika na mkono wa Mungu ukiwa juu yako. Kwa hiyo ndio mkono faida kumcha Mungu. Unaweza ukamwona yule anayemcha Mungu na kumtafuta Mungu ukaona kama hana kazi. Lakini mwisho wa siku atakuja kuwa mbali sana kuliko wewe. Kwa hiyo ukipuuza mambo yanayohusiana na Mungu, ndivyo kiwango unavyopuuza mema. Na haya mengi hutaweza kuyafahamu. Lakini nahitaji kupevuka kuweza kumjua Mungu alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukipuuza kwenye mambo ya ibada, mambo ya kumcha Mungu, ndicho kiwango ninachojitenga na Mungu na mema.
na siri za Mungu utozijua. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake. Yaani wamchao hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho chema. Lakini ukitaka kuboresha maisha, ongeza kiwango cha kumcha. Anayemcha hatahitaji kitu. Vitu vipo tu. Mungu anaruhusu vinakuja, malaika wanaleta hiki, wanaleta, unafanya shida hiki, wanashughulika. Kuna vitu ambavyo Mungu anashughulika navyo, huwezi kuamini. Nenda sura mstari wa 7. Mstari wa 7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Malaika, ngoja niwaambie, siri kubwa ya kutembea na Mungu inakusaidia kwenye familia yako. Malaika kukutembelea, wanafanya matuo kama tulivyosema, lakini malaika wanakuongoza katika njia unazoziendea na kupeleka kwenye mema kwa wanaomcha Mungu. Lakini pia katika nyumba ya Mungu, kwa mfano kama ibada ya zoni huko mitaani kwenu, mmekubaliana kwamba ibada itaanza saa 10, wewe kafika saa 10 na dakika 5, malaika walishafika na kuwabariki walio wale wameondoka. Tuko sawa? Kama tumesema hapa ibada ya jioni inaanza saa 9, wewe kaja saa 9 na dakika 2, baraka za Mungu kupitia malaika umezikosa. Unaweza kukuta kipindi hakijaanza, lakini ule muda ambao tumekubaliana, malaika wa habari, kwa sababu kuna magrupu, kuna malaika wa ulinzi, kuna malaika wa habari, kuna malaika wa vita, kuna malaika wa ulinzi, kuna malaika wa mema, kuna malaika wa utetezi, kuna malaika wa habari, kuna malaika wa baraka, na hao wanakuja kulingana na patano. Kuna mtu ambao, kuna malaika maalum ambao unapewa kutembea nao, au yanahusiana swala la utakatifu na uchaji wa Mungu. Wanakulinda nyumbani mwako, unakokuwa mahali, kila mahali, ili usijikwae, hata kusaidia zile maadui na kupeleka kwenye neema. Lakini kuna malaika ambao ni speciali kwa habari ya nyumba ya Mungu, ambao ni kwa ajili ya watakatifu, wanakuja na habari njema. Kwa wakati wa ibada inaanza saa 2. Hapa ibada ya kusifu na kuabudu kwa waabudu na waambiaga saa 12 kasoro watu wapanda madhabahuni. Kwa hiyo wanagumbana nao wakati mwingine wanapofanyaje? Wanapochelewa. Wakati ambapo ibada inapaswa ianze saa 12, nyinyi mnapanda madhabahuni waabuduo nje ya saa 12, mnaturapishana malaika. Sawa? Yale baraka za waabuduo zinaondoka. Kwa hiyo mtaabudu, mtamaliza ibada, lakini baraka hakuna anayepokea hata moja. Kuingia nyumbani mwa Bwana ni saa ngapi? Muda ambao ni wa ibada, iwe ni muda ambao umepatana wa maombi ya maombolezo, saa ngapi mnakutana? Ule muda ukifika nje ya muda, wengine wanachelewaga, ngoja mimi nichelewe. Wote wanakosa baraka, wengine nao wanakosa. Kwa sababu malaika wanafika pale kabla. Sawa? Ule muda ukifika, wanawabariki walioko nyumbani mwa Mungu, wanaondoka. Na hao anasema kwa malaika wa kanisa andika, wanapokea baraka kutoka kiti cha enzi kuwapatia wamchao. Mtu anayemcha Mungu huwa anapenda kuwahi mahali pa Bwana kabla ya wakati, anatengeneza uaminifu na uwaki. Kwa wengi mnazikosa baraka kwa sababu ya uzembe. Halafu kishafika hapa unalilia Mungu akubariki. Malaika wameshakuja kabla yako, wamebariki walioondoka. Ukiomba baraka ziji, baraka umepishana nazo kwenye muda wa mbingu, na sababu utaziomba baraka mpaka ukome. Utaomba Mungu nitokee leo, Mungu nikuone leo. Yeye alishakuja kabla, hajakukuta. Sasa ameondoka, sasa Mungu nikuone, haji tena mara nyingine ili umuone. Ulipaswa kuwa mwaminifu. Atakaye kuwa mwaminifu katika yale machache, nafanya kuwa mwaminifu katika yale makubwa. Sasa hii nimetaka niwaambie haya, na haya ni mambo Mungu amesema na mimi juzi. Nilikuwa nazungumza naye mambo kadha wa kadha na nikitafakari. Kwa hiyo watu wengi hawazioni baraka za Mungu kwa sababu hawajawa tayari kumcha Mungu inavyotakika. Wanamcha Mungu anavyotaka.